ndipo wachawi wanapopita alfajiri kuhakikisha kwamba wanabadilisha mtazamo wa Mungu katika maisha yako. Mtazamo wa Mungu ndio ambao unataka utembee nao. Vile Mungu anavyotaka uende, ndivyo unavyotakiwa uende nao. Kitu ambacho shetani anafanya, anahakikisha kwamba anashambulia utayari wako, anashambulia fikra. Unaanza kuwaza mawazo tofauti na vile Mungu anavyokuwazia. Unapoamka asubuhi ukaona balbu imeng'ofolewa, kung'ofolewa ile kwa uharibifu, jua kwamba ni nuru yako inashambuliwa. Na kama nuru yako ikishambuliwa ni fikra, basi jitahidi kuomba maombi ya kukomboa fikra na mtazamo wako, kwa sababu neno la Bwana linasema ongeza urefu wa kamba zako. Ongeza urefu wa kamba zako. Ukisoma Isaya 54 mstari wa 2, kipengele kidogo katika ule mstari utakuta ongeza urefu wa kamba zako. Jinsi utakavyokuwa unawaza ndivyo unavyokuwa na mapana ya maisha yako. Lakini ukawaza mawazo madogo, unapingana na Mungu, na Bwana atakuonyesha kwamba kuna vitu ambavyo vimepungua kwako. Kama nilivyosema kwa mfano wa taa, kwamba Bwana anasema nawe kwamba kwa habari ya fikra. Basi tunaenda kuomba maombi ya kukomboa fikra zako. Kila siku unatakiwa uwe na fikra zinazowaza kwa upana. Usijibane kifikra, kwa sababu unawaza unabana mawazo ya Mungu. Kaza vigingi vya hema yako. Jipanue, kaza vigingi vya hema yako. Imarika katika imani, tembea na Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu mahali alipo. Ninaomba neema yako ikapite kwenye fikra za watu wako, zikakombolewe. Yule alikuwa na waza kushuka viwango vya imani, basi msaidie, pandisha viwango vyao vya imani. Katika jina la Yesu ninaenda sasa kukomboa fikra za watu wako. Nakomboa fikra kwa damu ya Yesu. Nakomboa fikra kwa damu ya Yesu. Fikra zao nazikomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Yule adui anayeingizia giza na kwa